Siku moja vijana wawili walipofunguliwa gerezani. Vijana wawili walipofunguliwa gerezani, swali lao katika akili zao wakasema, hivi wale watu waliokuja wakachinja ng'ombe na tukala wanapatikana wapi? Swali kama hili. Hao walikuwa ni kina nani? Jamani, hebu mjipe amina ya Mungu. Mshike mkono jirani yako mwambie kule Kasungamili waliokolewa na ile sadaka yako haikupotea bure. Bwana akubariki tena watendee wengine. Jamani, Bwana wabariki sana. Nitatafuta picha zao baadaye nitawaonyesha. Na Igoma ni kanisa program ya leo niliyokuwa nikiangalia shule ya Sabato namna ilivyoratibiwa. Kanisa la Igoma mnafanya kazi ya ujumbe wa malaika wa pili. Mzee Sina, uko wapi? Maana niliambiwa una project. Tutaipata mchana. Inaweza kupatikana mchana? Ipo. Itapatikana? Bwana akubariki sana. Mchana malaika wa pili. Ili muione Igoma ilini. Maana ni ujumbe unaofanya. Na ndio maana mheshimiwa amekuja ili kutupatia site ya ujumbe wa malaika wa pili. Wageni wote ambao wamekuja leo karibuni sana. Na somo la mchana kwa leo linasema tukutane mezani. Tukutane mezani. Fungu letu na mafungu ya kusindikiza yako machache tutayaandika, alafu tutasoma fungu makini, fungu linalotuongoza katika ibada hii ni Zaburi ya 23 na lile fungu la 5. Nalo linasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kimefurika. Hilo ndilo fungu kiongozi. Na fungu hili litasaidiwa na mafungu machache. Isaya sura ya 53 na fungu la 5. Isaya sura ya 53 na fungu la 5. Litasaidiwa pia na Yohana sura ya 14 fungu la 3. Isaya 53 fungu la 5. Yohana 14 fungu la 3. Utayasoma haya mafungu, mimi nitaeleza kifupi tu. Zaburi sura ya 3 fungu la 1 na la 2. Alafu na Samueli wa pili sura ya 11 fungu la 1 na la 2. Haya ndio mafungu ambayo yanaunda muunganiko ukamilifu wa somo letu mchana wa leo. Hili somo limesemaje? Somo limesemaje? Hebu mtazame vizuri jirani yako. Geuke jirani yako, habari za mchana jirani. Anasemaje? Mimi hapa jirani, nyinyi mnaotazama, mimi nawasaidia kuangalia. Pale. Meza imeandaliwa. Uongo wasema iko sawa. Sasa tunakaribishwa tukutane mezani. Huo wimbo nawaachia muda mtafakari, na vijana nimewaachia muda mtafakari. Wajawe watakuwepo mwisho mtaimba na kina mama. Zaburi sura ya 23 fungu la 5. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kimefurika. Hili fungu linaanza kutujengea hoja ya kukutana mezani. Point ya kwanza, waandaa meza. Point ya kwanza, anayeandaliwa meza anapaswa kujitambua. Yaani anayeandaliwa meza anapaswa kujitambua. Maana dunia ya leo imekuwa ya ajabu sana. Watu wanaambiwa karibuni mezani, lakini watu wanapita kana kwamba hawahitaji chakula. Nani anaandaliwa meza? Daudi katika Zaburi anasema, waandaa meza mbele yangu
mezani. Amina. Pointi namba 2. Mwandaaji wa meza. Mwandaaji wa meza ni Yesu. Lakini angalia basi, meza kuiandaa ina gharama. Au akina mama kuandaa meza ni kitu rahisi? Jikoni kuna vitu vyake. Jikoni kuna visu. Jikoni kuna moto. Jikoni kuna moshi. Yaani mama mpaka anapoleta chakula mezani, elewa ametabika vya kutosha. Yaani anapofika mahala pa kuleta ukombozi kwa mwanadamu, elewa Yesu aliteseka vya kutosha. Haiko rahisi. Na Yesu anapoleta ukombozi kwa mwanadamu, anawakusanya wanadamu, anawaambia njooni kwangu, kama ambavyo Isaya anazungumza katika ile Isaya sura ya 53. Ukifanya ile fungu la 5, Biblia inaniambia na kwa kupigwa kwake sisi tupona. Yaani Yesu akiandaa meza kirahisi. Hata nyakati zingine wapo wakina mama wanaandaa chakula kwa makofi. Yaani mpaka sasa hivi imerudi, haujaandaa chakula. Ulikuwa unafanya nini? Na wewe unataka kuwa mwenye mji hapa. Na wewe unataka kuwa au akina mama, ni kweli si kweli? Mahali lakini si goma. Haleluya. Maandalizi ya meza. Mimi siku moja nikapitia uzoefu mgumu nikiwa nafanya kazi kule Tanga. Nimetoka huko Tanga, nimekuja kwa mama kumsalimia nyumbani. Mama amejiandaa. Amefanya kila aliloweza. Ninapofika nyumbani pale, niko na marafiki zangu zote kupotana siku nyingi, nao wamesikia habari ya kwamba ninakuja. Nilipofika tu mmoja akanitaka pale sita. Akaniambia, pastor, kama unaenda nyumbani na ukifika nyumbani utabanana sana, hautaweza kutoka. Twende kwanza kwangu, twende kwanza. Nikamwambia basi tupitishe mizigo yangu pale nyumbani, ili baada ya hapo twende hapo nyumbani kwangu. Tukafika pale nyumbani. Tulipofika pale nyumbani, mama nikamkuta mama yangu ndani. Mkononi amejifunga kitambaa. Kabisa ni mama, habari. Sasa nyumbani sasa na marafiki zangu hawa, nina haraka kidogo, ngoja niende. Mama meza yake iko tayari. Ninamwambia ngoja niende. Mama akasema, mwanangu, usiende. Karibu mezani. Wakati anasema karibu mezani, rafiki ananiambia, pastor, tutachelewa, twende kwanza. Ndipo sasa mama akasimama. Akasema, mwanangu, nasema karibu mezani. Nikasikia mama karudia tena, mwanangu, nasema karibu mezani. Hapa mama, kuna nini? Acha niende, nikirudi nitakuja mezani. Mama akasema, unaona huu mkono nimechanwa na ukungu, nikihangaika kuandaa meza kwa ajili ya kidonda baada ya kibichi. Mama akafungua kweli mkono, nikaona bali, lakini kana kwamba sikuelewa. Nikasema, rafiki, wameniandika, wamenisiacha niende. Sikia nikwambie, naweza ukawa umeandaliwa meza, lakini kwa sababu ya marafiki ukatamani kuhamisha mezani kana kwamba haujitambui wewe ndiwe uliandaliwa meza ya wokovu wako. Nikarudi nikakaa mezani. Mama akafuta machozi. Akasema, sasa nimefurahi. Hata chakula umekula. Maana niliandaa meza kwa ajili yako. Sasa uwe na baraka za Bwana. Ndipo nikaelewa gharama ya kuandaa meza. Ikiwa kwa mwanadamu chakula cha tumboni cha masaa 3 kimeisha kazi yake, habari gani kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu? Yeye
na mchana huu anakwambia tukutane mezani. Fungu hili katika maandalizi ya meza, angalia Daudi anasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Pointi namba 3, watesi yenye vipengele viwili makini katika maisha yako na maisha yako. Kipengele cha kwanza, Zaburi ya 23 fungu la 5 ndipo hapo tunaposoma kipengele cha kwanza cha watesi ni wale watesi wenye. Kwa maana Zaburi sura ya 3 ile fungu la kwanza Biblia ukisoma inasema watesi wa nje wamekuwa wengi. Lakini sikiliza mchana wa leo, habari njema kwako na kwangu ni hii: watesi wa nje hawana nafasi ya kukuzuia katika kukutana Kristo mezani. Hawana nafasi. Acha watesi, acha watukane, acha wafanye, acha wapige. Watesi wa nje hawana nafasi ya kukuzuia kukutana na Mwokozi wangu mezani. Hawana nafasi. Yaani eti mtu ananitesa na maiki kanisani. Mtu ananitesa na kuona imani yangu ni ndogo, ananichukulia rahisi. Mtu ananifanya nionekane sina maana mbele za Mungu. Hawa watesi wa nje ambao ni binadamu, hawana uwezo, hawana nguvu kwako na kwangu kukuzuia, kunizuia, kukanyaga kwenye meza ya ukombozi. Hawana nafasi. Acha tukani, acha tesi. Daudi kaka zake walimuona kama kakidudu fulani. Wakati mwingine walimchonya, wakati mwingine walimchukulia poa, wakati mwingine walimuona hana thamani. Hao hawana nafasi ya kuzuia kwenye ufalme wa Bwana. Watesi wa ndani. Hawa ni hatari sana. Watesi wa ndani hawa ni hatari sana. Na bahati mbaya, watu tunawapenda, watu tunawaheshimu, watu tunawajali, watu tunawachukulia nyepesi na haraka sana mahitaji yao hata ya kutupoteza. Samueli wa 2 sura ya 11, Daudi anatupa uzoefu wa watesi wa ndani, namna wanavyoumiza, namna wanavyokupeleka, kushindwa kukutana na mfalme mezani. Inaniambia wakati Israeli wameenda vitani wapate kupitana na Waamoni, Mungu Israeli ipate ushindi, Daudi yeye alibaki Yerusalemu kama mfalme. Akatuma majeshi yake yote yakaenda, Daudi akabaki kama mfalme. Watesi wa nje amewatumia maaskari, amewatumia wapiganaji wende wapigane pamoja nao. Amebaki na watesi wa ndani ambao napasha kutambua na kujua namna ya kuweka ulinzi ili wasije wakamwangusha. Inaniambia kana kwamba Daudi alipoamka jioni ile, asubuhi ile, akatoka kupunga upepo juu orofani pale ikulu. Dunia inaniambia kisa hiki watesi wa ndani ni hatari. Daudi wakati anatembea pale juu ya dari ya nyumba yake, akatupa macho yake mtoni. Sikiliza, watesi wa ndani ambao ni hatari sana na tunawapenda. Akatupa macho yake mtoni, na kule mtoni alivyotupa macho yake yakakutana na mwanamke, naye yuko kule mtoni, yeye naye yuko kwenye biashara yake anaoga. Lakini sio kutoka hivyo. Au nyinyi mnaenda kuoga mtoni? Hii baba. Sasa hivi maji ni adimu, mnaogea wapi? Haya basi tupige kula. Wanaenda kuoga mitoni kutoka hii kama mikono juu. Nyinyi ni wema sana. Mtoni. Bathsheba anaoga mtoni. Namba 1. Daudi akaanza kuteseka na macho yake, kana kwamba anataka kuanguka.
chini ili aone vizuri mkono, yeye anayeona. Ndio Daudi anaposema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Anaelewa namna macho yake alivyopesa kwa Bathsheba. Wana uhakika, na ninakwambia wana uhakika ya 100% wewe na mimi kutuzuia kukutizama. Daudi anapoangalia kule watesi wa ndani, anateseka na macho yake Daudi kana kwamba hajielewi. Akaambia walinzi wake, hebu njoni hapo kwa haraka, njoni hapo kwa haraka, njoni hapo kwa haraka, njoni pandeni hapa, mnatazama kwa upande, angalieni, mnaona kwa upande, mnaona watesi wa ndani. Mbona Daudi akapaza sauti yake akasema, nendeni kule upande, nileteeni yule mwanamke. Macho yamemwonyesha, mdomo umesema anateseka mkongo. Kana kwamba hawa hawajabelewa, tufanyeje? Masikio yake kayaweka sawa, akawaambia, nafanyeni hima, nataka kwa dakika chache nimwone amefika hapa. Leo masikio yanatutesa, yananitesa ndani ya nafsi yangu, ndani ya nafsi yako. Sijui namna ambavyo hata ukisikia watu wanahadisiana habari fulani kakoo kasiri kwao, lakini namna unavyohangaika angalau upate mawili matatu, hata haujaelewa, sijaelewa vizuri, lakini ninapotoka pale mimi ndio nakuwa storyteller. Mimi ndio nasema hivi bwana, ukusikia pale leo, nimewasikia kabisa. Yaani nimesikia kwa masikio yangu hivi, yaani kwa masikio yangu hivi kabisa. Yaani alikuwa anasema, alikuwa anaeleza, alikuwa anatamka, yaani kwa masikio yangu akitokeza. Wewe ulikuwa unasema umesikia. Bwana, mimi nilisema, hamkunielewa. Bwana Daudi akalia Bwana, akamwambia Bwana, hivi kwa macho yangu haya ambayo nielekeza kwa Bathsheba, kwa mdomo wangu huu ambao nilisukuma kwa Bathsheba, kwa masikio yangu haya ambayo nilisukuma kwa Bathsheba, Bwana, kweli kuna uwezekano wa mimi kukutana na wewe mezani? Kwani kiba ukweli kweli hata sasa wewe na mimi, basi acha wewe, hata sasa mimi Bwana aniambie tayari kwa wokovu. Hivi nilivyo na macho yangu na masikio yangu na mdomo wangu na ngozi yangu, hivi nilivyo ili kuingia katika uzima wa milele. Maana macho yangu yalivyoona jana, macho yangu yalivyotafasiri juzi, masikio yangu yalivyotafasiri jana, yalivyotafasiri yale ninayopendelea kuyasikia na kuyazungumza na kuyaleta katika maisha, yanafanya disqualification kwangu kwa ajili ya milele. Watesi wa ndani hakika watazuia wengi kwa ajili ya kukutana na mfalme mezani. Ni habari njema mchana wa leo, tukutane mezani, tukutane mezani. Ndipo Daudi katika hilo fungu la 5 akamlilia Bwana kwa toba. Ndipo Daudi alipolia na Bwana kwa toba. Daudi katika njozi, katika maono, amlilia Bwana kwa toba. Akaona Bwana anamimina utakaso juu ya maisha yake. Kuhusu mchana wa leo, Bwana atakapokuja, atakaponiliita kwa ajili ya kumimina utakaso wake katika ibada ya leo, amimine kwako, amimine kwangu. Wewe tufanye kwa ajili ya uzima wa milele. Daudi akasema, Bwana, umenipaka mafuta, sasa imetosha. Hata watesi wa ndani hawataweza. Umenipaka mafuta. Bwana, sasa sikiliza.
mliamka tu asubuhi ya leo, mlijipaka tu mafuta na kuja kanisani? Au jana mliamka tu na kwenda kwenye mafuta tu na kutembea kanisani? Utaratibu zimezingatia. Ili ujipake mafuta lazima uoge kwanza. Na ndio maana Daudi anakupendekezea, na ndio maana Daudi ananipendekezea njia ya kama na Bwana mezani katika ufalme wake. Namba moja, kuoga katika damu ya Yesu Kristo. Mafuta yawezi kuja, yaani mafuta yakuja baada ya kuoga, baada ya kumkiri, baada ya kumkubali, baada ya kumbeba kama Bwana na Mwokozi kwa maisha yangu. Ndiposa Roho Mtakatifu, yeye aliye mafuta ya kweli, anatafuta makao na kituo katika maisha yako. Mchawi ni wewe, mchawi ni mimi. Usipojali, nisipojali kuoga katika damu ya Yesu Kristo. Yesu akafanya upatanisho nao nami. Yesu akafanya upatanisho wake wewe na mimi kwa ajili ya kutupatanisha na dhambi zetu. Kuoshwa katika damu yake ni ngumu sana. Bwana anasema umenipaka mafuta kichwani. Daudi wala hazungumzi miguu, anazungumza kichwani, mahali aliposumbuka sana. Macho yako kichwani, masikio yako kichwani, mdomo wako kichwani. Daudi kutaja kimoja akasema tangaza linga vyote kichwani. Yaani Bwana asiposhughulika na kichwa chako, Bwana asiposhughulika na kichwa changu, vitu vilivyoko kichwani, maadui wa ndani walioko kichwani ni wabaya sana. Bwana watanizuia kuona ufalme. Nikasema ni heri damu ya Yesu initakase, na kupendekezea mchana wa leo, damu ya Yesu ikutakase. Damu ya Yesu initakase. Yesu anapokutakasa, Yesu anaponitakasa, ndiposa mafuta, Roho Mtakatifu, yeye anakushukia, yeye ananishukia. Utaona, utaishi, nitaona matendo ya haki yakitendeka katika maisha yangu, katika maisha yako. Hapa mafuta ya Roho Mtakatifu baada ya kuosha katika damu ya Yesu. Roho Mtakatifu akikushukia, akinishukia, imani yako, imani yangu itang'aa, itaraidishwa, itafaa hata kwa kuwaleta wengine katika ufalme wa Bwana. Ndivyo ninavyoona Daudi anavyogeuka sasa. Hana vita tena na watu ambao walimchukia. Daudi amenyalishwa maisha yake na Roho Mtakatifu. Sasa anang'aa pamoja na msamaha. Daudi anang'aa pamoja na kushuhudia. Daudi anang'aa na kuwatangazia watu habari njema. Daudi anang'aa na kuwapenda ndugu zake waliomtesa. Daudi akang'aa baada ya kunyalishwa na Roho Mtakatifu. Mwisho akasema tutakutana mezani. Haiwezi kutosha kukaa na Roho Mtakatifu peke yako. Huwezi kupaka mafuta na ukasema unaenda. Baada ya kupaka mafuta, ni heri kupata vazi. Ni heri kupata vazi. Au jamani, ninyi ukishapaka mafuta unaondoka hivi. Yaani nimeoga sawa katika damu ya Yesu. Yaani umemaliza kuoga. Haya, baada ya kuoga umekuja umejipaka mafuta. Haya, unaaga ndugu zako. Jamani, mimi naenda kwaeli. Kwa nini uvae mama? Hatua ya tatu ya watu ambao watakutana na Bwana mezani, lazima wavae. Na vazi linalozungumza tabia ya Yesu. Tabia ya Yesu. Ninajifunza tabia ya Yesu imejaa rehema na neema. Tabia ya Yesu iangalie. Ninajifunza Yesu akiwa na Petro. Petro pamoja na Yesu. Petro alipofika pale anakutana na wale watu. Petro anachukua upanga arani mwake, anakata sikio. Sikio linadondoka chini. Lakini Yesu akamwambia Petro, umetembea na mimi miaka yote hujavaa tabia yangu. Sikiliza Petro, hatuendi hivyo. Yesu akaokoa
akamrudishia sikio, akamwambia Petro, tabia yangu, vazi langu ni kubariki na sio kuua, ni kubariki na kuponya na sio kuua. Yeyote anayevaa tabia ya Yesu atakuwa na maisha ya kubariki, atakuwa na maisha ya kuponya, nyumba za watu, biashara za watu, ndoa za watu, kazi za watu, ajira za watu. Kwake uponyaji litakuwa ni la maisha yake, maana hatakuwa tena na maisha ya kusema acha na yeye akinywee, acha na yeye akipitie, acha na yeye afilisike. Tunaona mwenye kuivaa tabia ya Yesu lazima atavaa hali ya kuponya na kubariki wengine. Tukutane mezani, tukutane mezani kwa kuoshwa na damu ya Yesu, kwa kumiminiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Maadui wa ndani hatutawaweza, macho yako hutaweza, mdomo wako hautaweza, masikio yako, masikio yangu sitayaweza bila ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana Daudi akasema complete set of the intelligence, yani seti nzima ya watesaji wa ndani. Bwana wadumbukize katika damu ya Yesu, Bwana wafunike na Roho Mtakatifu, Bwana wavalishe na tabia ya Yesu, vazi la haki ya Kristo, ili niweze kutembea sawa. Yupo mtu mchana wa leo